Ni kukumbusha tu ya kwamba tunasonga mbele na habari za Full Respect Family, lakini pia usisahau tunapatikana katika Tanzania nzima kupitia maagenti wetu, wamekaa kila mahali. Maagenti wako kila mahali, wefika chukua huduma, picha quality. Ukikuta movie so quality, basi huyo so agent. Maagenti wote wanauza movie HD. Ukikuta ina maujiuji, basi jua umeingia mahali ambapo sipo, maana kwenye msafara wa mamba kenge huwa wakosekani. Kwa chunga sana usiweka nunua kwenye msafara ukajikuta umenunua kwa kenge ukamwacha mambo ukapata kisichofaa. Twepoa hii hapa episodi ya pili, wanaita hadithi ya mapenzi, Prem Kahan. Labda turudie hapa. Basi jamaa alikuwa anacheka kwa ushindi mkubwa, kwamba ameshinda zaidi ya kushinda. Baba la baba anacheka balaa, aseni hatari. Hajazaliwa bado, ila sisi wazee wa kazi tulikuwepo. Tulikuwa tunakula ugali Yanga kipindi hicho. Hapana shida, hapana shaka, kuna tabu. Simu zile za mezani amnaga vile smartphones sio nini. Sasa miaka ya 90 Viri alizaliwa na jina lake alikuwa anaitwa Satya. Vir baba yake au Satya sasa katika dunia leo alikuwa anaitwa Satya. Baba yake ni kipofu na mama yake pia ni mama mfanyabiashara wa kawaida. Na walikuwa wanaishi maisha ya furaha sana. Yes, baba anambia mwanangu njoo nimekuletea Sundays. Sundays anambia ndio. Baba ni kipofu. Kwa nguo zake rakaraka nje kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Lakini nyakati zinazungumza na ardhi huwa inazungumza. Na viumbe vilivyoko ardhini na nchi juu ya nchi vinazungumza. Huyu ndege alikuwa shuhuda wa kuzaliwa tena upya kwa Vir, ambaye huko katika dunia mpya anaitwa Satya. Amini kinachoaminika. Tena bwana mvua inanyesha. Yule ndege alipata zile taarifa na akapeleka kunako husika kwamba yule Vir amezaliwa tena. Miaka 1000 imeshapita toka kile kisa kizito kilichotokea. Tunajua kwamba kulikuwa kuna mtu anaitwa Raukat na alikuwa afi kabisa. Tunajua hilo. Ina maana paka sasa inawezekana anaishi. Je, anaishi katika mfumo gani? Bado tutamanti. Lakini kulikuwa kuna kisa kingine kilichowahi kutokea katika mtaa huu. Yuko mama mmoja alimpoteza mtoto wake wa kiume, alikuwa anaitwa Dibu. Dibu alikufa. Kwa watu wanaamini kwamba mtu akishakufa, wanaamini watu, ila sasa mpaka tudedi ndio tutajua kwamba mtu aliyekufa nafsi yake kabla hajaenda kupatiwa adhabu inarandaranda mtaani. Sasa mtoto yule alikufa, nafsi yake bado inarandaranda mtaani. Anasikia kabisa sauti ya mama, anasikia kila kitu, anaona mazingira, lakini hawezi kushika, wala wanadamu wa kawaida hawezi kumuona. Sasa Dibu anamuita mama, mama amsikii, ila mama anamuita Dibu. Dibu anamsikia. Akijua amempata mama yake maskini. Kumbe Dibu alishakufa. Anapita namna hiyo. Dibu anashangaa mama amgusi tena. Dibu alishakufa. Huyu ni Dibu. Hichi ni kisa. Tayari Viri anaitwa Satya. Huyu ni Dibu. Mtoto rika hilo na Satya au Viri. So, ule mama alilia sana. Na alikwenda kwa Swami mwenye maono ya ujio. Anasema mwanangu ameniacha Swami. Mwanangu ameniacha Swami. Akamama una sababu ya kulia. Maana kila kilichozaliwa na mwili siku zote siku moja kitakufa. Mama anasema nasikitika kumpoteza mwanangu. Kila mtu anapokuja hapa duniani anakuja kwa kazi yake maalum, na akisha kuimaliza kazi yake basi atarudi alikotoka kwa yule aliyemtuma kazi. Tatizo ni yule anayekuja na kupotea, asahau ambaye huyu naye amekuja kukamilisha hatima yake yeye pamoja na mpenzi wake hapa duniani. Iko hatima iliyobeba mtu na iko hatima inayemsubiri mtu. Hatima inayemsubiri mtu imeshazaliwa. Hatima ya kubeba mtu inakuja. Mama anaulizia habari ya mwanae, lakini father au Swami anampa taarifa zingine kabisa, taarifa za kiroho.
katika eneo fulani usiku wa manane na mvua ilikuwa inanyesha sana. Haswa hichi ndicho ambacho Samia alikuwa anakizungumzia. Yuko mwanamke mmoja ambaye alikuwa amepata uchungu wa kujifungua na hali ya mazingira ilikuwa ni tata. Ilikuwa lazima avuke ng'ambo ndipo apate huduma za hospitali. Siku zile alipakizwa kwenye mashua kwa ajili ya kuvushwa ng'ambo. Wale watu wa bahari wanasema, mama mzee, na tofani kubwa namna hii, unafikiri inawezekanaje mwanamke atafia kwenye maji? Anasema sina budi, lazima nivuke ng'ambo, kwa sababu kule ng'ambo ndio kuna hospitali, mwanangu lazima azaliwe. Basi aliomba wale watu wamsaidie. Kulikuwa ni mvua inapiga, alafu upepo mkali na hakuna utulivu kabisa kwenye bahari. Bwana, sasa bwana anasema nitavuka tu, kwa sababu siko radhi kumpoteza mke wangu pamoja na mwanangu. तो मेरे बच्चे के और इसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो क्या अपनी जान को खतरे में डालोगे माधव? बात खतरे की नहीं, बात मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाने की है। Naam, siko tayari kupoteza, siko tayari, nasema siko tayari. Bwana amekazia. Basi akaamua hivyo hivyo. Yule ndege mpeleka taarifa alikuwa anashuhudia taarifa ya kwanza ya Viri kashaipeleka. Sasa anasubiri taarifa ya pili, ambayo hii ni taarifa ya kuzaliwa kwa mtoto Damanti. Nadhani usiku wa leo ndio usiku ambapo mtoto Damanti alikuwa anazaliwa. Wakati baba anapiga mashua kuvuka ng'ambo ya pili, mama alishindwa kujizuia. Mtoto akawa anazaliwa. Wanasema watoto wote wenye hatima kubwa huzaliwa katika mazingira ya kutatanisha. Mazingira ya kutatanisha. Naam. Katikati ya bahari mtoto alizaliwa wa kike, alikuja kutimiza hatima. Nataka nikwambie kila mtu ana hatima yake hapa duniani. Wewe tu ndo umeisahau hatima yako. Unafikiri labda kuuza mahindi na mandazi ndo hatima. Hatima lazima uwe rohoni. Na kama hauhudhurii masuala ibada, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kuna uwezekano wa kupotea kabisa, ukarudi mbinguni ukiwa huna kitu, ukaulizwa ulifuata nini, ulienda kuzurura Kariakoo. Bwana, ule mtoto alipozaliwa kuna ndege alikuja akamchukua, akamwiba ule mtoto, akamleta moja kwa moja kwa mamake na Dibu. Mama ambaye alikuwa analia kumpoteza mtoto wake anaitwa Dibu. Mtoto wa kiume alikufa. Huyu ndio ule mama alikuwa akilia kwa Swami. Swami anampa maneno ambayo mama haelewi. Akiwa pale pale yule mtoto akaletwa. Yaani ni kitendo cha wakati ule. Swami alisema leo kuna mtu ajabu atazaliwa. Naam, amezaliwa mtoto wa kike, na huyu ni Princess Damanti. Mambo hayo. Basi yule mama Dibu akaenda kumwita Swami. Swami, baba. देखिए, Anasema angalia, 8 पर मिली। nimepata mtoto. Ingawa mtoto wangu Dibu amekufa, lakini nimepata mwingine. Basi alipomwangalia yule mtoto alimbariki na alijua ndiye yule ambaye yeye anatakiwa kushuhudia ukamilifu. Kila mtu hapa duniani ana hatima yake, na ziko hatima zinasubiri watu. Kuna hatima zingine, kuna mtu lazima ukutane naye ndio ufanikiwe. Yuko wapi? Amepotezwa, lazima uwe rohoni. Basi Swami alishukuru. हमें इसे बचाकर रखना होगा. Anasema mtoto huyu anatakiwa kusaidika, maana hatima aliyobeba ni kubwa na anawindwa. Na ninaamini hapa kwenye tempo la Kihindu hatuwezi kumlinda, ila lipo kanisa moja, kuna nguvu ya kumlinda mtoto huyu pale. Akamuuliza Swami, wewe ni Muhindu na lile ni kanisa, kwa nini unamwamini Mungu wa mwingine? लेकिन भगवान Anasema wanadamu ndo tunafarakana, lakini Mungu ni mmoja, सबके अंदर mwenye uwezo kuelewa sana elimu ya ulimwengu wa roho, ufahamu ya kuwa Mungu ni mmoja. Ila mimi nashuhudiwa, mpeleke kanisani mtoto huyu. Pale
kuna ulinzi hapa, hata kuwa salama, mpeleke tu pale. Basi yule mama alimchukua mtoto na kumpeleka kanisani. Hiyo ni siri kubwa, iko siri kubwa yao. Ni kuleta katika episode ya pili zaidi katika bonge la movie, kitu nakita Prem Kahani. Aha, episode ya pili hii hapa. Hii ni ya 3 sasa, nakuja bonge la movie lenye msingi mzito.